Hello guys, it's your boy Karim Sewama Story. Na hii video ikikubamba, hizi story zangu zikikubamba, unaweza go pale YouTube, subscribe, share, comment. Na ukitaka nipige hata story zako, comment tu hapo. Mimi nitakupigia any story juu na deal na a true story. Story ya leo inaledi kwa story yangu, ni story yangu mimi mwenyewe. So ni story na inalinga, hii story inabonga job mi na do. Mi ni phone repairer, fundi wa simu. So ilikuwa day moja iko fiti, but kuko na wateja. So mi niko kwa shop, nimegadha, nimetulia, nashinda kwani leo ijipi itajipa saa ngapi? Nikasema Mungu afanye kama yeye, ikikataa leo kesho pia inaweza. But masaa venye inaenda, madam fulani pale si tu kula akakuja kadai, nikamwambia kada katano ndio kama madam akasema sawa, but mimi niko karibu kufunga, nikirudi uko tu unanichezea mado, yani unanipata. So nimetulia hivi nasema God, suleta hadi mjasata tu mmoja wa leo peke yake, wa leo tu mmoja, sitaki wengi, mmoja. Siki God alijibu maombi yangu jo. All of a sudden customer katoka from nowhere. So nilikuwa nimetulia hivi nasikiza beef zinaendelea kwa street ya Toxic na Brooklyn. Big up Toxic and Brooklyn boys kwanza. So customer kuingia kwa shop, katulia, nikamwanza kumhudumia. Customer alikamna tenje simu. Tenje iwaki, kioo ni black, I display anything. Nikajua walai Mungu amejibu maombi. Kauliza customer, tenje kuna shida gani, imedu nini? Customer kaniambia yeye aliamuka tenje haiwaki. So kitu ya kwanza, kama wewe ni phone repair, tenje imekuja ikiwa black, kitu ya kwanza kudu ni nini? Kutest the battery. Kama battery iko na moto ama ina moto. Mi kuchukua tenje nikafungua. So tenje nikafungua, nikatest. Ile kitu nilikuwa na shuku, nikapata tenje ina moto, ina mwaki kabisa. Bidi nimefanya nini? Nimeiweka i-boost. Nikamwambia customer, the sim ina moto, acha ni charge, ni boost ndio tujaribu kuitumia tuone kama itabring hiyo moto back. So nikaeka tenje i-boost, hiyo battery yake i-boost. Then after tenje kumaliza kuboost, nikachukua nikirudisha kwa phone. So wenye nirudisha kwa phone, tenje ikawaka, but si ati iliwaka ile fully, iliwaka ilikuwa black, then iko na malines. Mi kama phone repair hata sikustuka juu nilijua hisi ni ngori naelezea customer. Na customer nikimwelezea hii ngori, yes ataridhika juu amekuja juu shida ni gani. So after compare the shida, yani compare hiyo shida yake, nikamwambia hii simu iko na shida ya kioo. Why? Hapo ndio shida zilianzia, wasee wangu jo. Siki customer alianza kusema we hakuna kitu unaniambia, hii simu iko na shida ya kioo, wewe ndio umeharibu hii simu, we fanya aje? Mimi labda unilipe simu yangu. Mimi nikastuka. Nikamuuliza customer, simu umekuja kama iwaki, ni mimi nafaa kuangalia hii simu na nimeiangalia nikakwambia shida ni gani?
hapana, simu yangu ni kucharge tu, ikuwe na charge, na nikikuja umeniambia shida ni betri. Nikamwambia hapana customer, sikuambia shida ni betri, nilikwambia shida ni tu boost kwanza betri tujue simu kama inawaka ama iwaki. Hapana, wewe ndio umeharibu hii simu nini. Akaza fracas. Mimi kitu nilidu, kama wewe ni phone repair, usiwe bishana na customer wewe ukiwa tempako ikiwa juu mtaelewana. So mimi niliacha aongee, akabonga. At the end of the day nikamwambia customer, mimi siwezi haribu simu, mimi niko hapa kujenga simu. Sawa customer, akaniambia we fanya hivi, we nijengee simu yangu, nirudishie simu yangu yenye ilikuwa. Mimi sitaki kioo. Mimi simu yangu nilikuwa najua ni shida ya betri ama charging system. Nikamwambia customer hapana, hii simu iko na shida ya kioo. Unaona tukiweka kioo, hata charging system utaweka, hata betri utaweka. So nikaanza kumcoolisha down. Juu nikienda juu naende juu, hii kitu ikewaka. So unapata ikabidi nimeweka no customer like almost 1 hour nikijaribu kumsikiza ajue rada ni gani, itenje venye tutaiunda. Nikamwambia solution ni moja hapa customer, tukibisha hadi kesho. We do hivi, we jua tenje ndiko na shida, na shida ni kioo. So kama wewe unaona tunabishana, fanya hivi, acha nifunge tenje yako, nikupee siku koredi kama tujenge kioo. Customer kaza, hapana, nyinyi mafundi si watu wazuri, umeniulia simu ndio ujenge, ndio nikamwambia customer hapana. Unaona mimi hata hii simu ingekuwa ngumu kujenga, nikiridhika nikwambia customer, si lazima nikule do yako. But mbona nikupe tenje uende nayo saa hii, kama ni pesa yako niko haja nayo sana. Customer akatulia, cool down. Venye aka cool down ikabidi nimueleze the price of the screen. Nikamweleze everything. Nikamwambia hii screen repair ita take almost 1 hour. Juu already nilikuwa na screen yenyewe. So ilikuwa tu kuiput na kuipiga gum. Kama wewe ni fundi unaelewa hizi shughuli. Na kama wewe si fundi, wewe ni customer, pia hizi shughuli unaelewa. Kioo lazima ipigwe gum. Unanipata? So kumtuliza, nikajenga tenje yake, nikamaliza. At the end of the day nikampea tenje yake ikiwa kumwecheche. Tenje ilikuwa very clean, ikarudi into work. So kama umekana story yangu bro, sis, auntie, do hivi, go pale YouTube, tafuta Karim Msee wa story, na subscribe, na usisahau kushare na ucomment. Na bado niwakumbushe, kama unataka more stories ya shughuli yangu ya soli yangu, wewe ni comment na subscribe. Na pia kama unataka nipige story yako, comment hapo, nipe story zako. Handles zangu ziko hapo zote. Wewe email story yako ama ni text pale, tutabonga na piga story zako na story mingi hapo. Mmekuwa true sana wadau. Ni Karim, Day 5 inshallah.